Mimi kwa majina yangu naitwa Nahashon Mtua. Niko Kamiti prison wakati huu. Nimefungwa hukumu ya kifo na koti. Kabla sijakuja jela, mimi nilikuwa OCS katika station ya Ruaraka Police Station, ambapo nilikuwa nimehudumu kama OCS wa hiyo station. Hukumu ya maisha inamaanisha niishi maisha yangu yote jela hadi kufa. Si nia na kupanga. Sheria iliamua niishi jela, lakini ninajua kwamba Mungu atakuja wakati mmoja nitatoka jela. Niko na imani kwamba sitakaa jela maisha yangu yote. Ni jambo la kushangaza OCS akiwa jela, lakini nchi hii iko na sheria, na sheria ikisema uende jela haijalishi unakuja uwe nani ama nani. Na nilipokuja jela nilikuwa na maswali mengi kama yale ambayo uko nayo, kwa sababu hii jambo lilinipata tu. Lakini sasa nikakubali kwamba mimi niko jela, ni OCS, na nikaanza maisha mapya kama mfungwa. Nikiwa OCS Ruaraka Police Station, nimefungisha watu wengi, kwa sababu OCS ndiye ana sign charge sheet ya kila mfungwa ambaye anapitia Ruaraka Police Station. So inawezekana wale watu wote walifungwa wakati nikiwa OCS kwa muda wa miaka karibu 5 sasa, walikuwa wamefungishwa na mimi, na wengi wako jela wakati huu. Wengine tumekutana baada ya kutoka jela, kwa hivyo ni wengi. Siwezi sema ni Mungu analipishia hawa, kwa sababu mimi nilifanya kazi yangu honestly kama vile ambavyo nilifunzwa. I am a police officer by heart, and anytime I remain a police officer. Hata hapa jela utapata kwamba mimi ni mwadilifu katika hali yangu na katika mambo yangu ambayo nafanya. Kwa hivyo kazi ya kuwa police officer sio kitu ya kufunzwa tu, pia wewe unafaa kujitolea, kwa sababu ni mwito. Na nilifanya kazi yangu kama mwito, nikatumia sheria vile inatumika, sikuwekelea mtu makosa, na nilifanya kulingana na ile ushahidi ambayo ililetwa kwangu. Kuna kesi ambazo polisi hawafanyi uchunguzi kamili. Kwanza hii yangu ni moja ya kesi ambazo kungefanywa uchunguzi vizuri singekuja jela. Uchunguzi wa kesi yangu ulifanywa ukiwa umeegemea upande mmoja, kwa sababu nilikuwa OCS. Lakini ni kweli kama kesi zingekuwa zinafanywa uchunguzi vile inastahili, watu wengi hawangekuwa jela, kwa sababu watu wengi wanafuata emotions ya kile ambacho kimefanyika. Na unapata kwa sababu ya hiyo mahasira ya nini ya kurecord statement wakati huo, inafanya watu waseme kile ambacho hakikuwa haki, na watu wengi wanajipata jela. Pale Ruaraka Police Station kila mtu hufanya kazi yake peke yake kulingana na cheo chake. Sasa wakati huu wa tarehe 19 Disemba, jamaa mmoja alikuwa anaitwa Martin Koome Manyara, ambaye sasa ni marehemu, alifika kwake nyumbani akiwa amelewa, na akawa akona fujo pale kwake nyumbani. Akachukua mtoto wake wa wiki 6, akataka kuruka naye kutoka kwa balcony second floor. Sasa majirani waliposikia hiyo fujo, wakaona haiendi vizuri, haiendi sawa. Wakakuja majirani wawili wakaripoti pale Ruaraka Police Station. Mmoja alikuwa anaitwa Rollins, huyo mwingine sikumbuki jina yake vizuri, na wakaripoti. Kukawa kuna duty officer ambaye wakati huo ilikuwa ni usiku, kitu kama saa 5 usiku. Duty officer akatoka, akaenda sio mbali na station, ni kama mita 500 hadi kilomita 1. So wakaenda wakamshika yule Martin Koome Manyara, wakaja naye police station. So wakiwa pale police station, nikawa mimi nilikuwa tu within the police station, na nilikuwa kwa canteen. So kuna Corporal Mukaria akaja kuniita ili niweze kusaidia kupatiana charges, kwa sababu waliona inakaa kitu kama domestic sana. Nilipofika pale report office nikamuona yule Martin Koome Manyara. Kulikuwa pia na watu wengi wa members of the public, na wakaeleza vile ambavyo kumetendeka, na nikawaeleza ingekuwa vizuri wamshtaki na hatia ya wamshtaki na makosa ya kutaka kumuua mtoto wake ama kumhatarisha mtoto wake wa wiki 6, kwa sababu alikuwa amemchukua na akataka kuruka naye kwa balcony. Na sasa nikawacha askari wachukue hatua, wamweke ndani ya cell. Wakati Martin Koome alipelekwa kwa cell, kulitokea vita, kwa sababu Martin alikuwa mlevi, na kuna watu walikuwa wamewekwa pale kwa cell ambao sio watu wazuri, na kukawa na vita kali sana. Na hiyo ndio statement za kwanza ziliandikwa. Wale ambao walikuwa ni mashahidi wengi wao walikuwa ndani ya cell. Kwa hivyo walichukuliwa baadaye, wakakutana, wakaenda wakaongea na IPOA, na wakasema mimi ndio nilikuwa nimeua Martin Koome Manyara. Kile ambacho ninajua ni kwamba nimejua baadaye ni kwamba mimi nilikuwa mkali sana kwa station, na nilikuwa nimehusika sana kuleta wa vijana wengi jela. Na unajua Ruaraka kulikuwa na crime rate ya baba dogo ilikuwa juu sana. Wakati ukiangalia crime rate by
11 ilikuwa juu sana. So nikawa mimi sina huruma kwa watu ambao walikuwa wamepatikana na makosa, wanaenda jela na wakawa wako na kisasi na mimi sana kama OCS. So hii kesi sikuhusika kabisa. Lakini wakati walipata nafasi, walienda wakabadilisha hizo taarifa na wakaona ndio njia rahisi ya kuniondoa kama OCS wa Ruaraka Police Station. Mimi hapa ni mwalimu, nafunza chemistry na physics, na pia ni paralegal. Ninasaidia wengi ambao hawajui kusoma na wale ambao hawaelewi kesi zao kuzielewa, na ninawaandikia submissions kotini, ninawasaidia. Ni paralegal wa Justice Defenders, walinitrain, na hiyo inanisaidia sana. Inanisaidia sana kwa sababu imenisaidia kusaidia wengi wakatoka jela na wengi wakaweza kujijua, na hata ninawakansel wale ambao walitenda, ninawasaidia kuangalia another alternative ya maisha, na wale ambao hawakutenda ninawasaidia ku understand their bitterness and to live with waondoke na hiyo bitterness ili waweze kujijua zaidi na kufanya mambo ambayo yanaweza wasaidia hata wakitoka jela. Sina hofu moyoni. Sina hofu moyoni. Nikipewa second chance naweza wasaidia Wakenya wengi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni mwadilifu na ninajitolea. Lakini iwapo kama vile imeandikwa kwa makaratasi sitatoka jela, bado nafanya kazi muhimu. Nasaidia watu, ninawasaidia kujielewa, na ninafanya kile ambacho Mungu ananifanya ninaridhika kwamba nawasaidia. Na mimi si mtu ambaye nimepotoka. Ninasaidia sana na nitajisaidia na sitakufa moyo, nitaendelea kujikakamua. Niko na familia, niko na mke, na niko na watoto 6, wasichana 4 na vijana 2. Pia niko na wajukuu 2 na wanaendelea vizuri. Kwa familia yangu na wasalimu, wanajua niko hapa jela na wanajua kwamba mimi sikutenda kitendo kibaya. Kwa hivyo ninawaambia tu mkuwe wagumu, mjihifadhi. Mungu siku moja atatenda, nitatoka mahakamani, nitatoka jela. Nilikuwa na hiyo bitterness, singependa mtoto wangu awe polisi kwa sababu kuna mambo mengi kwa polisi ambayo hayako sawa. Polisi hachungwi na wakubwa wake vile inastahili, na wakati kitendo kimetokea anaachiliwa, anakuwa sasa amebeba mzigo peke yake, na kitu ambacho kingeangaliwa vizuri hangekuwa jela. Mimi mpaka sasa sijapata any benefits ya kazi ya polisi isipokuwa ule mshahara nilipata mpaka wakati nilisimamishwa. Na nina hakika kwamba mambo kama haya yakiangaliwa yanaweza kurekebishwa.